Na bila shaka mtazamaji, na natumai kwamba mzima popote ulipo. Karibu katika habari za sasa hivi. Jina langu ni Kelvin Gituma. Kundi la wanawake kutoka eneo bunge la Maragwa, gatuzi la Murang'a, hivi leo limetishia kuandaa maandamano kwenye ofisi ya rais ya State House. Mbunge wa eneo hilo Miriwa ambaye ni mmoja wa chama cha UDA amehakikishia kuongoza kundi hilo, akiomba kampuni ya maji ya kusini mwa Murang'a pamoja na Water Service Regulatory Board kushirikiana na kumaliza tatizo hilo kwa haraka, la sivyo wataandamana hadi ofisini mwa rais. Wakizungumza na vyombo vya habari hivi leo, kundi hilo limeeleza matatizo wanaokumbana nayo kupitia ukosefu wa maji, ikiwemo usafi nyumbani, kwenye biashara zao na hata shuleni, ambapo wanafunzi wanalalamika kutoka darasani kwenda kutafuta maji, ambapo sasa wanaomba serikali ya kaunti kuingilia kati, wakisema wamekuwa wakilalamika kwa muda kwa ukosefu wa maji eneo hilo bila usaidizi wowote. Na mtazamaji, kwenye habari zingine ni kwamba waziri wa usalama nchini Profesa Kithure Kindiki ameweka wazi kwamba kanisa la Mhubiri Paul Mackenzie ambalo ni Good News International Ministries kuwa kundi la wahalifu. Akizungumza kwenye vyombo vya habari hivi leo, Kindiki ameweka wazi kwamba kulingana na katiba ya Kenya, mtu yoyote ambaye anauzishwa kuongoza kundi la wahalifu anafaa kupigwa faini ya shilingi milioni 5 au kufungwa kwa miaka 15. Zaidi, kulingana na katiba, mtu yeyote ambaye anafanya kikao cha uhalifu anafaa kupigwa faini ya shilingi takriban milioni 1 au kufungwa miaka 14 au zote. Ni jambo ambalo amelitangaza kuchukua mkondo kuanzia leo tarehe 31 Januari mwaka 2024. Itakumbukwa tarehe 16 Januari mwaka huu, Paul Mackenzie na washukiwa wengine 95 walihukumiwa kwa kosa la mauaji. Kufikia hapo mtazamaji, ni ukome wa habari za sasa hivi. Ni habari ambazo unaendelea kuzifuatilia, lakini nachokuomba ni wewe mtazamaji kuweza kujiunga na familia hii kwa njia ya kusubscribe na pia kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupokea kila aina ya habari. Jina langu ni Kelvin Gituma.